Ndio maana hatuipokei bure, ina kazi yake. Jina la Bwana pewe sifa. Hallelujah. Grace perform miracle. Maana neema ya Mungu hatukuipokea bure. Bwana pewe sifa. Neema, hakuna neema ya bure bila faida. Jina la Bwana pewe sifa. Kwa hiyo neema ina faida zake katika maisha yetu. Kwa hiyo neema inaweza kusaidia kufanya mambo ambaye ya kimiujiza. Mfano, neema ya miujiza ni gani? Mfano, kuna dada mmoja alikuja akaniambia ameandikwa kazi mahali na hajasomea hiyo kazi. Hiyo ni neema ya miujiza. Maana neema ya miujiza ni ile neema inakuja na kibali. Bwana asifiwe sana. Na hiyo neema ikija na kibali inakusaidia kuperform miracle. Na miujiza unaweza tembea, neema ikakusaidia kupenya mahali ambapo wengine hawakuweza kupenya. Hiyo ni neema ya miujiza. Bwana asifiwe sana. Neema ya kutenda miujiza inaweza tenda mahali popote. Aidha wewe sio mchungaji, Bwana asifiwe, lakini unaweza perform miracle, maana umebeba neema. Jina la Bwana pewe sifa. Na ndio uliona kuna andiko fulani nilikuwa nilifanya study yake na nikajaribu kutumia katika hata mitandao kuuliza maswali ya kwamba kuna andiko lile la wa James, the book of James, ambayo niliangalia ambapo inasema mtu wa kwenu akiwa mgonjwa na aambie kanisa na kanisa litume wazee, yamkini wakiomba kwa imani na kumpaka mafuta atapona. Bwana asifiwe. Lakini nikajiuliza swali, wazee sio mchungaji. Bwana apewe sifa. Wazee sio mchungaji. Sasa nikawa na argue na maeneo mahali, nikasema ya kwamba hawa sio pastor, hawa ni wazee. Kwa nini wanapatua mafuta wakaombea watu na watapona? Nikagundua ni neema iliyo ndani ya yule anayekuongoza itafanya kazi ndani yako. Akikwambia enda ukafanye, unaenda na ile neema ya pale. Naye Kristo wakati alipoambia wanafunzi enendeni wawili wawili, walirudi wakasema hata mapepo inatutii. Kwa hiyo walienda na neema juu ya neema, ambaye neema ilikuwa ndani ya Kristo, wakaenda nayo kwa sababu wamemwamini mwenye neema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo neema hatuipokei bure. Neema ina kazi yake ya kufanya. Kwa hiyo neema ambayo tunaipokea ndiyo itakuwezesha wewe kuwa na miujiza ya kushinda dhambi. Maana uliokoka na neema ya miujiza. Haungestahili kuokoka. Si kwamba ni matendo yako mazuri ilifanye uokoke, ni miujiza ya neema. Na ndio maana Paulo anasema singestahili kuitwa mtume, maana nimeliudhi kanisa la Bwana na nimelitendea jeuri. Ijapokuwa nilitendea jeuri, ni neema ilimuokoa, na neema ile ikamsaidia kufanya kazi kuliko mitume wengine. Bwana apewe sifa.
Maana anasema mimi ni mdogo kuliko manabii wengine ama mitume wengine. Kwa hiyo unaweza okoka leo, Bwana apewe sifa, na ukaperform miracle kwa sababu ni neema inafanya, si wewe. Bwana apewe sifa. Ni neema ambayo umepewa ya kufanya hizo kazi. Sasa tuangalie Wakorintho wa pili 6. Tuangalie Paulo anasema msipokee neema ya bure. Neema inayefanya miujiza ni neema ile hukuipokea bure, unaifanyisha kazi. Nasema nasi tukitenda kazi pamoja naye. Bwana apewe sifa. Pamoja naye. Sasa ukiunganisha neno hili na uangalie vile John anaongea the Baptist katika John chapter 1, anaposema Yesu alikuja na neema juu ya neema. Bwana apewe sifa. Sasa neema hii inatenda kazi. Halo? Neema inafanya nini? Inatenda kazi. Anasema nasi kutenda kazi pamoja naye, twawasihi musipokee neema ya Mungu bure. Jina la Bwana apewe sifa. Si ya kwamba ulipe neema. Hiyo neema uifanyie kazi vile anasema nasi tukitenda kazi pamoja naye. Kwa hiyo ulipokea neema ya kutenda kazi pamoja na Kristo. Kazi hii inaleta miujiza. Italeta miujiza gani? Maana umepokea neema hii, basi uifanyishe kazi wengine waokoke kama vile uliokoka. Ndio inaenda mstari wa pili, anasema mstari wa pili anasema kwa maana asema kwa wakati uliokubalika nilikusikia, na katika siku ya uokovu nilikusaidia, na tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Bwana apewe sifa. Na tazama siku ya uokovu ndio sasa. Kwa hiyo neema ya Mungu haibebwi bure. Bwana apewe sifa. Na neema ya Mungu lazima ifanyishwe kazi ya kuonyesha uokovu ni sasa. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo wakati wote hatupokei neema ya bure, lazima ifanye kazi ambayo ile neema ulipewa. Hakuna aliyopewa neema bure. Neema ile inafanya kazi ya miujiza wake. Neema uliopewa ni neema itakayoonyesha watu wa kwenu Mungu yukoje. Maana kuna mahali waliona unaenda kukufa. Bwana apewe sifa. In fact kuna watu tayari wameshakuzika. Ni neema tu imekushikilia. Bwana apewe sifa. Kuna watu wangesema ungekufa mapema. Ni neema imekushikilia. Praise God. Usijidharau ukiwa umebeba neema. Maana neema nyingi ni ya kukusustain kuendelea kulingana na vile Mungu anataka. Halo? Maana wakati umeatakiwa na yule muovu, neema inakufunika. Bwana asifiwe. Hata kuna wengine wananisikiliza kwa ile kanisa huko, tayari wanataka ukufe ndio wachukue position. Kwanza wakisikia huko na madedi umekohoa, wanasema baba ongezea mafuta ya kwenda. Si tuliona jana, tukaona wivu inapatikana wakati neema imefanya kazi. Jina la Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hakuna wivu inapatikana pasipo kuna miracle inafanyika. Miujiza inapofanya kazi, Bwana apewe sifa, hapo ndio wivu inaendelea. Especially ukuta umezaliwa mahali penye uganga na uchawi, wamekuroga miaka mingi ukufi. Ni neema ya miujiza inakushikilia. Halo? Na najua kuna watu wako katika maisha ambaye mnaishi saa hii. Ile maisha mnaishi ni neema imewaweka.
ndio tunaita neema ya miujiza. Bwana asifiwe. Next week tutaangalia neema ambaye vile inafaa kuwa, na kuna mambo matatu yako hapo tutaangalia kuanzia next week. Tutaangalia neema ya Mungu vile inakaa kwako, na vile ikiondoka inaondolewa na nini, na kuna mzizi uko nayo inafaa iondoleweje. Ni one verse, Bwana pesifa, lakini imebeba vipengele vitatu. Bwana asifiwe sana. Sasa next week tutaichimba neema sana, lakini tutatumia mstari mmoja. Bwana pesifa, lakini imebeba vipengele vitatu, message tatu, ujumbe tatu. Bwana pesifa, ndio tutafuata. Lakini sasa tuangalie neema sasa vile hatuifai kuipokea bure. Naomba turudi nyuma katika chapter 1 verse 24. Tuone kitu hapo. Tuone neema ile umepokea. Si unaona ameambia kwamba kunani kukubalika ndio sasa. Kwa hiyo neema inaweza kukufanya ukubalike. Tumeelewana? Neema itakusukuma mahali hauko unakubalika, ukubalika. Anzia mstari wa 23. Ukubalike. Neema inakuletea miujiza wa furaha na amani. Maana mtu yote hana amani, maisha yake inakuwa na shida. Praise God. Unaweza kuta kugonjeka kwako wewe si mgonjwa, ni amani tu unafaa kutafuta. Haya, pressure inakuja na nini? Haya, sukari inaletwa na nini? Kutokula vizuri. Number 3, answers inaletwa na nini? Na uzee. Kuna watu naona ni wazee na si wazee. Neema ikishuka ndani yako utaona kasichana. Kwa kuna neema ya kuleta miujiza ya watu wasizeeke. Aya. Kuna watu wako na 28 wanakaa 38. Na wako na 38 wanakaa 48. Kwa foto wanakaa 60. Yaani umetoshana na mama yako. Na mama yako ndio young kuliko wewe. Please, sio uzee umeenda. Pokea neema tu ya miujiza. Usipoona umekaa kama vile Biblia inasema katika Isaiah chapter 40 ya kwamba uzee wangu utarudishwa kama tai. Jina la Bwana apewe sifa. Neema ndio inakurudisha uwe kama tai. Halo? Kwa hiyo mtaelewa neema miujiza yake ni gani. Anasema lakini mimi ninawaita Mungu awe shahidi juu ya roho yangu ya kwamba kwa kuwahurumia sijafika Korintho. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni neema ilikosekana ya kufika Korintho. Kwa hiyo Paulo neema ikemfikisha Korintho, Bwana apewe sifa, ya kwamba ile neema amebeba ingesaidia wale watu waweze kujielewa. Kwa hiyo neema ya miujiza usaidia watu wa maeneo kujielewa wao ni wakina nani. Bwana asifiwe sana. Neema ya wokovu ikishuka kwenu ni miujiza ya wokovu imeshuka. Maana umeshindwa kuacha ile dhambi. Umeshindwa kuondokea ile laana ya kwenu. Umeshindwa kuondokea vitu ambazo zilikuwa na wasumbua, lakini miujiza ya neema iliposhuka na kufunuliwa kwenu, uliondokea laana ya kufa mapema. Hiyo ni miujiza. Aya, kuna wengine kama mngeokoka mngekuwa sahihi mmeoza. Aya, msiniangalie na huruma. Jina la Bwana apewe sifa. Iwe uliokoka last year ama umeokoka this year. Hata kama ungekuwa umeokoka neema hii kukufunika, tungekuwa tumesema liwere. Kwa wale wa Western liwere. Bwana apewe sifa.
Haya, angalia mstari wa 24 anasemaje? Si kwamba tunatawala imani yenu, bali tu wasaidizi wa furaha. Bwana ape sifa. Kwa hiyo wakati mtu amebeba grace akishuka kwako, sio kukutawala na sio kutawala imani yako. Bwana ape sifa. Ni kukusaidia kukuletea imani yenye furaha, imani yenye amani. Bwana ape sifa. Maana hata tawala amani yenu. Praise God. Maana amani ikitawaliwa inaondolewa furaha. Praise God. Kwa hiyo neema haitawali amani. Neema inaongezea amani iwe izidi furaha. Halo? Hapo anasema tu wasaidizi wa furaha yenu, maana kwa imani. Halo? Kwa imani yenu mtasimama. Bwana ape sifa. Kwa hiyo neema itakusaidia kusimama kwa imani. Lakini imani haiwezi kuwa strong kama huna peace. Unaweza kuwa kwa dini umesimama strong faith na ile dini uko nayo, lakini ukweli usiku hulali. Bwana ape sifa. Ukweli ukipokea mshahara, lazima kwanza ugawie mama yako ya pressure. Mama akipona, mtoto anapata homa. Homa ikiisha, mpaka hakikishe pesa imeisha. Mzee anasema malaria na hana pesa. Ile pesa yako inampeleka kwanza, anapona. Akishapona, pesa imeisha, anapona. Na nyumbani upigiwi simu. Sasa ile umepewa advance ya mshahara wako tarehe 15. Fadhe hakukupigia simu. Fadhe naye anakupigia simu. Sukari imeamka. Kuna amani kweli? Jina la Bwana ape sifa. Kwa hiyo Paulo anasema ya kwamba hatawali amani yenu, anataka kuizidishia wazidi wa furaha. Kwa nini furaha izidi? Amani ikiwa imesimama, furaha ikiwa imesimama, imani yenu inakuwa thabiti. Jina la Bwana ape sifa. Hata utasimama na imani ya kitu ionekane. Saa hii hata nikikwambia imani utanichekelea, maana kuna kagonjwa kamekamata. Hata nikwambia my sister be strong in the faith, unaniambia wewe mchezo pastor. Na vile nimengangana hapa, hata sasa hivi unasema sangapi utamaliza nimeze dawa. Hiyo imani itakaa mahali. Lakini amani ambayo imewazidi furaha yenu kabisa, nataka kuambia, maana kwa imani yenu mnasimama. Kwa hiyo ili msimame ni amani iwepo na furaha. Na furaha itapatikana tu